Big boys, yani tunakombea the three big gentlemen, na wakiniita pale MC Luiz ama Nesta Mumbingu na akina nani? Captain Boni the Patron, kipenda kamanda wezi shughuli za kuingia na kutoka. Tunasema hii ni ingine mwesese. Yani jamani, tumekwambia kwamba siku zote presenter Kevo ndani ya nyumba inaitwa ni The Real Talk Abunda. What's good my people? They call me Nesta Mumbingu ama ukipenda unazanita Nesta the Planner mwenyewe, and welcome to The Real Talk Podcast, where we keep it real, keep it vibes, and we say no filter manzi. Hapa tunakwambiaje? Tunasema ile kitu watu wanaogopa kusema. Nesta the Planner. Mwaje maji? Tuko fiti? Tuko chonjo. Are you ready for this? Tuko ready mbaya sana. Yaani sijoma mko ready. Tuko nyonyo. Hii ni ingine mwesese. Sawa tu. Tunasema tunahitaji power. Yes, tunahitaji nini? Tunaanza na Lakini na power. let me just ask. Kuna hiki tu inahappen eti youth rinda ni Oburu. Mimi nashangaa kwani miaka ya kukua youth inaanza aje 60 alafu sisi ndio Sasa ni kama Sisi ndio wazee. millennials. Kwa sasa wewe unajua siku moja ni kama Oburu atawahi zima. Ile siku atazima akisema sasa unaona Alafu unaona hiki cha Uislamu. Nani ni baba. Ati assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alafu unajua watu wakishangilia anadhani ni kama ameua. Ajui ni puzi tu. Presenter nikuulize. Watu wanasema kidogo nikukatizie. Ni mbaya lakini mtaniruhusu tu niseme. Watu walisema kama baba hakuenda hatungejua kama kuna wazimu. Wanasema mkishiko mimi si. Hakuna mimi hatuja mkishiko mimi si huko. Mimi nimeweka kwanza nini? Acha Disclaimer. Disclaimer ina mwenye ameongea inaitangwa jina kizungu. Hebu nisaidiane kwa Mimi sasa. nimesema tu lakini Disclaimer. mimi nimesema tu initoke. Ni swali tu nimeuliza. Lakini Na niliona mahali. Lakini unaona Mr. Oburu wako. This is Oburu. just for fun. This is just for fun. Okay. You are doing a great job. Lakini unajua kama kuna mtu alali sahi nikiendeke Gachagua ni mchokozi wa dawa. Huyo jamani mchokozi. Mwananga alienda Meru siku fulani. Mama. Sasa kitu ni bamba. Unajua Gachagua ako na base. Sasa anajaribu kuweka ikuwe na soprano. Soprano. Anasikia na nyongwa. But tukiongea ukweli Gachagua ni mchokozi tu. Ni mchokozi. Ule si mwanasiasa, ule ni comedian. So tuseme Gachagua yuko hapa, Kindiki wako hapa. Wapatane kwa giza. Inaweza kuwa mbaya. Lakini unajua by the way hizo vitu ni za nini? Acha tuelimishe watu sasa. Hizo vitu mnaona huko online ni online tu. Ni politics. Wanapatana by the way hata kuna kwa wale wanakula vizuri. Na nyinyi na uongozi yenu mko hapo. Uko tu hapo mkiwa. Mimi ni wa one term, mimi ni wa two term, unakuja na vinyo peke yako. Lakini unajua watu wachokozi sahi, unaona Edwin Sifuna? Kuna Cleophas Malala, si unaona kuna kitabu anaandika? Alafu kuna Gachagua, nani mwingine mchokozi? Pia Kindiki sasa tuseme hata Oburu ni mchokozi. Anahitaji pa. Prezo si mchokozi. Prezo. Kuna vile kuna uchokozi pia. Sasa tena Prezo ako na yule tunasemanga ni political genius. Anajua mahali kwa kufinya na mahali kwa kufinyua kidogo. So kumbuka ile kitabu ya Kigogo, Majoka. Anatoa Majoka ni Majoka family. Anapeana kwa kushoto, ananyakua kwa kulia. Hivyo hasa ndivyo Prezo anafanya. Anapeana nini chonga anapeana. Anawafunga macho. Anafanya ile kitu. Mbona by the pia kuna hii Gachagua alishambulia nani Joe. Alisema nini? Alisema Joe si wanasema eti Joe anataka deputy president. So lakini mbona by the way watu wote wanataka ikiti ya Kindiki? Sasa kwa sababu wanaona anapa. Gachagua wewe. Yes, Gachagua. By the way alisema eti Joe sijui anauza
Sina lawyer. Sina lawyer. Sina lawyer. Bro, unga niko nayo yezi kusatisfy for 1 week. Na ni uji tu sijataja hata ugali. So jichunge. Life after what? After campus. First episode by the way. Hivi ndivyo tunaanza. Leo ni intro tu kidogo intro hivi. Kidogo kubamba hapa na pale. Inaitwa life after campus. Hii ni mwasheshe, hii ni mbaya. Life after campus ni mbaya. Sema hii ni nyingine ya mwasheshe. Kama kuna mtu tu hajawahi pigwa na depression hivi life after campus. Huyo bado hajakapitia bado. Hajakapitia bado. Yaani unasikianga tu kwa upepo kana kupiga kamsoto. Kana kuita majina yako 3. Admission unashangaa. Unakaa ni alafu ukiuliza unasema hii hata nyinyi mnaona ilikuja na maji. Hakuna lakini mbaya. Life after campus is not easy. Sasa Kevo, sasa tunataka kusikia story yako. Tulianzia wapi? Ndio tufike hapo life after campus. Unajua lazima ukue umepitia mahali. Unataka niwaambie kutoka wapi? Hata ukitaka kutoka uzaliwe. Kutoka issue. Ama life ukianza primary sasa. Hapo kwa primary. My primary life was better. But then nilisomea boarding. It was amazing. Nilisomea boarding by then. Here for your information. Primary school. Niko boarding kutoka class 2. Ndio kijana wa tajiri. Hajapitia kijana wa tajiri. Sisi ni wale watu walikuwa lazima uroge kila siku 5 ndio ukimbie juu 6:30 kama uko shule. Class 2 unafika shule kuna nyesho umenyeshewa umechelewa. Alafu mwalimu anataka kukuchapa bwana. Imagine class 2 sasa nilipelekwa boarding class 2. Ulikuwa unajua hata kunini kweli? Wapi? Hata nguo nilikuwa nafuliwa. Tulikuwa na matron alikuwa analipa na vua nguo. Nikapiga class 2 to class 7. Boarding. Nikaona maisha boarding imekuwa ngumu. Mlikuwa shule ya boys na girls ama boys na girls mixed? Wanda. Kevo mixed primary. Unaona ile ngoma inasemanga ilianza kudinyana ni kwa class 2 ni huyu. Imagine kwaje boarding uko class ya mixed. Na ni mixed tena. Ilikuwa na wasichana wengine warembo. Kuna wasichana fulani nilimark. Wanda siku hizi. Ngoja. Wewe kuna wasichana tulikuwa tunasoma nao primary walikuwa wameiva. Kai. Unasiana bado huwa anatamani kupatana na wenyewe. Class 6 hapa kuna ni class 5 West. Kuna dem tulikuwa tunasoma naye alikuwa anaitwa aje hata sikumbuki. Alikuwa hivyo huyo dem. Sasa ni unaonanga tu online. Ni atigeuka. After class 7 nikaingia primary. Nikasema hata shule sitaki. Nikaingia hadi school fulani hapo. Sasa maisha yangu ilikuwa tamu. Sasa after primary ukaingia after class 7 nikaingia day school. Sasa kuendanga nyumbani sasa. Sasa hiyo kwenda nyumbani. Ndio sharati ilikuwa ishaanza. Hakuna hiyo sikuwa mbaya. Ndio maana alitakataa juu unajua alifukuzwa shule anatakataa kutuambia. Ikuwa mbaya nikamaliza class 8 nikaenda boarding fulani tu hapo. High school 10. High school. Hapo tu ya ushagula. Na tena ni mixed. Usisahau mixed. Akaingia secondary school mixed. Boarding ya mixed. No, unauliza hata ilikuwa mbaya. Wanaitwa Kevo kutoka class 2. Ndugu kutoka class 2 hadi wa leo. Uko tunaisha kila mahali. Si nikaingia high school nini. Lakini maisha ya campus ilikuwa tamu. Kuna dem fulani pia nilipatana naye campus. High school. Dem fulani hapa tukaanza kupush. Wewe dem wa kwanza kukatia ile sasa kukatia ilikuwa form 1. Hao wengine walikuwa unakula tu. Ushelati nini sijaanza. Kwani nimeanza kujua hii mambo ni. Niko campus. So tuona matako yako ukiwa campus. Na ukiwa class 5 kuna manzo ulikuwa maana. Lakini sasa hakuna kitu nilifanya ile ya urafiki tu. So nilikuwa hapa form 1. Ndio nilipatana na dem fulani hapo. Unajua sasa mimi ni mjinga tu. Mimi ni duanze tu. Huyo dem nilimkatia na verse ya Biblia. Unaona hii Songs of Solomon. Nilikuwa naandika kapepa hivi. Naandika verse. Kumbusha kuna verses tano alinionyesha eti ya breast can sijui do what. Kami karibu nianze. Wanaenda kaingia box. Hapo nini nikamaliza form 4. Lakini ulifinya. Huyo by the way demo kwanza hakuna kitu tulifanya na yeye. First girlfriend hakuna kitu tulifanya na yeye. First love.
lakini hapana Ukiwa si form first. one. Si first love juu alikuwa already na ile hata ni ile tu ya amukuzecha tu mama cheza. cha mama. Kama moto alikuwa anacheza class 2 na mimi nimechezea tu hapa ni kwa. Hapo mimi ungeniweka eti mtoto singekubali. Nilikuwa nataka tu baba. Na unashindwa saa hii mbona upate mshacheza pia ya kujificha kidogo tu. Ndio nakwambia hiyo kalongolongo. Walikuwa saa hii unashindwa mbona uoi. Kumbe ulifanya harusi huko. Kuna harusi ulifunga unasahau. Ni kubaya. Sota high school nikapata kitu nilipata. Mimi ni nani? Kasema nataka kuwa mwanahabari shughuli baba. Nilipata tu kitu nilipata. Hakuna. Hiyo ni yako. Kwani ni mbaya? Hiyo tu ni private ka private party. Ni mbaya. Mimi nikafunga safari kuja elekea town sasa kusoma. Mambo ikaendelea hivi. By the way nikapata kamsupa kwanza. Lakini nitawaambia hiyo unaona tukiingia the relationship hiyo sasa wa high school iliisha tu hivyo. Vile tu walimu walikuwa wanatuambia vitu za shule zinaishia shule. Lakini walimu walitudanganya. Walituambia ukifika campus utapata kitu wako wapi na wanataka tu pesa. So hata wangejua hata hiyo nitakuonyesha mahali tu tutaongelea. So si maisha ikakuwa hivyo. Kakuja campus nimemaliza. Yeah, I am now. Yeah. Now how is life? Life is not good by the maisha si matamu. Life is bad man. So unaenda vijana wako pande nje ukiwa kwa hivyo kampo. Unaweza waambia je, unajua ukiwa shule hata mimi mwalimu aliniambia ukienda campus wasichana wanakutaka. Eti hakuna kuamka, hakuna kusoma. Yaani unaenda tu vile unataka tu shule. It's a lie. Ni kijana kwa experience. Ni blunder. Everything that you are told. Lakini wasichana mbele utawapata. Utapata wako peace, wako wengi. Usichunga. Usikimbilie kukudate kwa high school, achana nao. Uza huko pote uko na keja yako. Sikume dhati nateka mtu. Life ya campus unasurvive hadi na 10. Life campus is just nilikuwa naona brother yangu akiniambia ukiwa campus unaweza kosa 5 bob. Sikuona kama ni mchezo. Na shilingi 5. Yote mlikuwa hasa high school. Shilingi 5 bro nakosa aje 5 bob. Hata mimi mwenyewe namtumia hata 100. Kula hiyo kaka. Acha nirudi. It's fun man. Acha nifike hiyo campus. Hadi nampigia namwambia nilikuwa na joke. So mimi namalizia hapo. Maisha ya campus si mazuri. Ujitume. Acha hata na maisha ya campus. Nasema hasa life after campus. Life after campus is not good, of course, but kujituma, unajua? Kuaminia Mungu. Kuomba nayo utaomba. Na kuna kitu inaitangwa networking. After campus if you don't have anything to do with networking, bro, utarundi kwenu. Networking is good by the nothing to do with networking, you are good. Kukaa down. Nothing to do with the networking. Nothing to do. You are going to go, but if you so nilikuja na beli. Kama umefanya hakikisha that you do networking as many people as you know. Lakini kuna wakora bando hii ni town. Kuibiwa nao utatoka. Utatoka sasa. Maisha ni kurisk. Risk taking. So hiyo ndo life yako sasa. My life in campus was fine. Naitwa presenter Kevo. Now life out here is not good. Yenye unajua tu. Bro ni kumbaya. Lakini hata mtu akikuangalia sijui akao unateseka. Naweza dhani kuna kitu. Sina kitu kuangalia sijui akao unateseka. Lakini siteseki. Sasa maisha iko fiti. Kompeta sana. By the way, my life is better. I'm living my life now. Have you ever lived your life, man? Mimi bado sijafika kwa yote. But that's why on a serious note, I'm living my life now. Unaishi. Naishi sasa hizi yetu na survive. After campus hapo I was surviving, but for now I'm living. Nashukuru tu God. Show me your ways, man. Yeah, I'm living by the sasa surviving. Hapo sasa sijui bwana tutatuambia hapo. Life yangu imekuwa mrefu. Hakuna utakata hiyo yako. Yako ndio mrefu ama yangu? Mimi hata nimekata. Mimi nikiwaambia mtaanza. Yako ndio mrefu ama yangu ndio mrefu? Yangu ndio mrefu. Acha tuende. Nikianza kuambia eti vile tulikuwa na walimu watiaji.
kaanza kulia. Acha tuendelee hivi tu venye tuko tu. Hakuna kuruka. Ni sawa, ina shida. Mimi nitawaambia. Hiyo nasema ni life after campus. So tunaanza huko back. Anasema back to my roots. Back to the roots. Back to Taita Taveta. Huko alianza kukula waliandazi ndio maana amenona hivi. Sasa ile kingoni mwako. Bedha waposto walitubeba. Walituambia wewe ukikulacho kingoni mwako anawapai. Hata wewe hapo simevaa ngombe, sipei Eti kikulacho kingoni mwako na watu kanzi wanaishia. Waenga waamini kama waposto walitubeba. Kikulacho kingoni mwako. Lakini hizo enzi bwana uko unaandika insha. Nilikuwa na uongo. Mimi nimeenda Dubai na nikarudi. Dubai hapa tu. Hapa tu ni flight nimepanda. Dubai mata kufunga harusi kwa kitu. Andika tu. A day I will never forget. Unashangaa mbona mimi siku sita sahau zimekuwa mingi sana sijui nitabaya nini. A day I will never forget na unatoa story ya harusi vile mnaenda hadi harusi kila kitu ama safari. Na hata safari ushaenda hata safari moja yenye uliandika kwa insha. Wapi? Ndio hiyo sasa day I will never forget. Sasa tunasema life after campus guys. So presenter ametupatia yake. Hata pia mimi ni watrolea yangu pia. So mimi yangu it has never been easy. Of course. Usifanye tulie bro. Unajua vile umeanza. It has never been easy. It has never been. Inakaa. Hadi yenyewe unakafili yenyewe. Unaona hii kweli ikuwa easy. Haikuwa easy man. Haikuwa easy. Lakini yote bana nashukuru Mungu. Hadi kufika mahali tuko wadau. God manze na wazazi. Na maombi maybe ya nyinyi wote wale mko huko nje mnatuombea. Bado unajua mimi nasemaanga aje? Ukatiziki ndio mimi naomba tu mwambie mzazi ndio nanifanya ni sawa. Yangu shinda ni unajua shinda nyingine kujia wapi? Mzazi yako huko nyumbani anaombea Nesta Mwambingu. Maombi nakuja Nairobi natafuta Nesta Mwambingu. Alimpati kumbe kijana alifika Nairobi akajiita Wepukulu. Mobi metafuta Nesta haipati. Kuja anaitwa sijui nani. So mbona Nesta hata kama unajiita jina lingine make sure kuna Nesta ndani. Karibu kwanza kulia. Sio story yako tu. Uliona kuna kitu hii inakaa fun. Ndio. Ni mbaya. Itaje tu. Lakini uhusiani na mimi. Si yako kuna ilikuwa ya Kibogoyo. Hiyo story Kibogoyo amesema hiyo story imemuua ana meno. Nataka kumaanisha nini? Unajua wewe siku hizi ndio unakaa Kibogoyo. Hakuna bado sasa. Hebu anyway so vile tulikuwa tunasema mimi life yangu manze haijakuwa easy guys. Hata kufika kwa mahali niko ni kushukuru tu Mungu bana. Saja amemtoa mbali manzi bana kutoka coast mtu wangu kufika hadi mahali tuko. Ni God bana, kukutana nao marafiki pia si mchezo bana. Ni wajinga. So mimi yangu yangu nimesema itakuwa mrefu kiasi kwa sababu mimi ni mtu mwenye nimesoma shule tofauti. Hapo sasa ni bora. Umesoma shule ngapi by the way? So far tuseme nimeenda kama primary ngapi nikihesabu roughly nikiestimate kama primary 5 hivi. Ngoja, the issue ni tabia mbaya. Ulikuwa mix kama ilikuwa yangu na si tabia mbaya. Yangu ni good reason. Yangu si kama ya Kivu wadau. Yangu ilikuwa wadau yangu si kama ya Kivu. Ilitoka mali wasichana walikuwa wazuri nikaenda tu. Ya wasichana wametoka ushago. Unajua ngoja. Unajua hiyo body ilikuwa na wasichana unajua matajiri ni so matajiri tu wanapata mali. So nilitoka huko nikakuja nikapata na ushago. Anakuja tu kirunga mkonja tu kwa wanakuanga fertile. Ndio wanakuanga fertile. So yangu ni a good reason. Yangu hata si wasichana. Yangu ilikuwa tu ni mzazi. Unajua sasa mamangu ni mtu alikuwa anafanya biashara. Hiyo na sasa ile story ya migration sasa watu walikuwa refugees. Ndio walikuwa refugees. Sasa hivyo. Sasa mimi nitasema hiyo kumigrate kijana amezaliwa Nairobi, wale watu wakawa Ngoare.
Ni mwizi huyu. Wa West. Mtu tu kijana ni wa West huyu. Watu wa Ongwaro wale ambao wanajua Ongwaro mzee. Nawapenda watu wangu. So nimezaliwa Ongwaro mtu wangu. Nimeza shule Ongwaro. Kupiga shule pale nimepiga baby class priority. Class 1 kidogo. Baby class priority. Nilienda nursery 1. Ni nini mnasema? So kufika class 2 pale of course na macho unajua tukaambiwa nini? Unasoma mpaka pre-unit. By the guys mimi ni mzee. Mimi ni mzee watu wangu. Nani? Mimi kwa watu mimi ndo naona nini moon mbele yao. Unajua umetoka mzee. Nani mzee kati yao wote? Acha tuendelee na story. Ama ukiona Mariota na Bilal sana jua wako kama ndevu ni kwa kangana chini. So kufika hapo hivyo class 2. Mwanzo mimi nikaona skirt fulani wase. Kuona ka skirt mwanzo nikachanganyikiwa kidogo. Na ulikuwa unasema reason yako ni? Reason yangu ni sasa hapo ndo story sasa inakujia sasa. Kuona kaskati kidogo. Sasa mnajua kuna ile mchezo ya ilikuwa ya kujificha ya Coca-Cola Fanta. Baba na mama. Hiyo na pia kulikuwa na sasa yangu ile ya Coca-Cola Fanta. So watu wamekimbia, so tumebaki mimi na rembo fulani. Tunaimba Coca-Cola Fanta, Coca-Cola Fanta ni hivi hapana. Nilianza kunyanya kwa class. So mabeste zetu wamekimbia, mimi na Manzi tukaamua tu hapa hivi Coca-Cola Fanta. Mbona tusikunywe Coca-Cola kwanza? Wala mbona najua mchezo wa Coca-Cola by the way. Si hawa sasa hizi hizi games za sasa mnarusha sijui ni pesa wapi nini. Coca-Cola Fanta. So pale so mimi nikamwaje acha tukunywe hiyo Coca-Cola na Fanta. Coca-Cola Fanta. Mimi nikashika Coke, yeye akashika Fanta, lakini niyo game ya Coca-Cola Fanta ya watoto. Si mabest wameenda wamejificha, wanangoja tuwatafute. Hii na nyinyi mshajificha. Wanatupata sisi tayari tunakunywa Fanta. Kila mtu akojua mwingine tunakunywa Fanta. Ngoja. Yaani wewe class 2. Nesta ngoja. Ngoja. Bro, class 2 bata. Class 2 ulikuwa unajua ku class 2. Ngoja. Yaani Nesta class 2. Mkushajua. Ilikuwa tu ni kusurvive kidogo. Kuna class unajua cheki huyo jamaa. Nisikie hata tukienda na story ile ya Adam na Eve. Hakuna kwani walikuwa class 2. Kwani wewe ulikuwa Adam? Sasa mimi nilikuwa Adam, mimi nilikuwa Eve. Adam alitengenezewa nani Eve. Tukakaa tu kidogo tukasikia wamekula ile matunda. Unajua ni matunda ama mbadhi si matunda. Mimi naona ni matunda gani? Si matunda walikula. Sini lakini hata hapo gani? Lakini hata tungekuwa hivyo tutembeange hivyo mwecheche. Ngoja kama class 2 soft class 2 sasa hiyo nini? Ngoja ndio rubriki virginity yako class 2. Hatukuguzana nini wewe? Hiyo itakuja kwa part ya relationship. Hatukuguzana. So tukatoka hapo. Madhe sasa alipojua story afu wajua pia mimi kidogo. Na ulikuwa unasema ni reason mzuri mzee. Ni reason kuna sasa gani nzuri hapo? Hakuna. Sasa sikia. Sasa ndo mama sasa aliposikia hiyo story sasa Jumadhe apendange maneno mingi. Madhe ni mtu anapanga kama akasema aje hapa lazima tuhame. Yeye anataka uchoe sasa. So mimi kabidi nimepeleka wapi kwanza, nilipeleka Ushago sasa back to Taita sasa. Nikapeleka sasa Taita. Alikosea sasa, imagine akutoa Nairobi. Anakupeleka sasa kupeleka Kikulacho akina nguo. Akanipeleka Ushago. So unajua pia kidogo nitasema Nairobi by the way mimi ningekadi sasa mpaka Nairobi guys. Mimi sasa sijui ningekuwa ndani ama ningekuwa wapi because ukienda Taita ingekuwa kitu kingine wazimu sana. Wewe ni mwizi. Mimi si mwizi. Alafu ukaenda Taita. So kwenda home nimeweza sasa hiyo sasa unajua nilikuwa pre-unit sasa nilikuwa naingia nilikuwa nafaa kujoin class 1 na sasa nikatumwa home sasa. Ngoja. Kumbe si class 2 tunaongelea. By the way mimi nimeweka class 2. Pre-unit nikaenda sasa Mungu tusamehe. Ngoja. By the way mimi nilikuwa naweka class 2. Nesta pre-unit. Ile ukasala kidogo kuna tu ya ukoragano unajua kuna Ushago sasa ingekuwa kamiti. Kama alianza kwa pre-unit. Kama wadau nikapeleka Ushago kwenda Ushago. Kwanza uko hivyo shule ya Ushago. Unajua tu mtu ukitoka town ukienda Ushago
Unajionanga unakuanga star. Wewe unakuanga Kizungu star, ya yani wewe. Tek Kiswahili zile sheng. Bana. Unajua aje Umesikia mazee. ngoma imetoka. Wewe kuenda ishia. Alafu ni yule mtu wa hip hop. Yo. Kwa hivyo ushago. Wenyewe warembo nao unajua nakaribishanga sio town nini. Hata nyinyi najua mmeexperience. Hata sasa ukitoka sasa uende home. Mimi najua wale warembo wa home watakuprefer. Atadilingi na vienyeji. Wewe ndio umesema. Mimi sijasema. Kuna mtu wa mtu kienyeji. Mimi sijasema guys. So nikaenda go nikaanza shule yangu vizuri. Of course tu sasa unajua umetoka na damu fulani ile hata hao. Ndio kuna ile moto Ile shaka. moto. Unataka kuwafunza Fanta Coca-Cola. Umejua hizo game zote. Kufika huko kapatana pia mimi na mwingine tu Lakini baadhi nakuanga vizuri. Unajua ukitoka tao ukienda ushago anaonanga huyu ametoka majuu. Ngoja. Ako pre-unit. Ametoka tao. Ameenda kapata mwingine. Leo malai ilianza kitambo. Ni kujichunga. Unaanza kukufia watu class 5. Tuliambiwa you should be your brother's keeper and sister's keeper. So mimi nilikuwa my sister's keeper. Guys, si vile hao wanafikiria. Nahitaji power. So nikapiga pale class 1 2 3. Yenyewe shule pia nimesoma home. Yenyewe ndio sifuna. Mimi ndio sifuna. Kapiga 1 2 3 nikafika hadi class 4 home. Madhe akakuja home lakini sasa place nyingine home. Nikatransfer tena nikaenda shule nyingine sasa. Sasa yani yenyewe hapo unaona hapo kwa inaitangwa aje? Kuoa watu wengi inaitangwa aje? Unajua huyu wa divorce. Polygamous. Ulianza kuwa polygamous mtoto. Unajua huyu wa divorce. Unajua huyu wa divorce. Tulia wewe guys. Siku hizi nimetulia. Unajua huyu wa divorce na watu wengi. Hata si. Unajua by that ukiwa mtoto there is nothing mnakanga serious hapo ya utoto. Ni kuangaliana tu sura tu mnaangaliananga. So nikaenda class 5, nikaenda 5 hiyo shule nyingine. Madhe pia after hapo tena tukarudi sasa back home sasa tukaenda kujenga sasa kwetu home. Taita back to Taita. Bado tu niko Taita. Class 1 mpaka class 4 nimesoma sasa shule. Ni different place. Show yangu So kutoka hapo class 1 nikaenda 5 sasa place nyingine basi Taita. Kutoka hapo nikarudi sasa tukarudi na mom sasa back home. Huko juu sasa home mali nilikuwa nimesoma hadi 4. So tukarudi tuko tumeenda kujenga home. So hiyo ni class nyingine. So hiyo ni shule nyingine bado nilienda. So unahesabu shule ya Nairobi shule za ushago ngapi? 3. So zinakuwa 4. Ukarudi Nairobi tena. Sasa nikamaliza nini sasa primary hesabu sasa na high school. Vijana wangu wamefuga wale ambao wanajua wamefuga. Nimesoma hapo Mfuga High School, nimepiga form 1 mpaka form 4 kupiga hapo kupasiu kidogo ile inaitwa journalism club sasa. Kutoka hapo sasa nikaingia sasa campus sasa. Hapo maana sasa topic yenyewe tunaongelelea sasa. Life after campus. Nikapiga kampo yangu pale vijana wangu wa Tibza. Ni vijana wa Tibza hata kama wataki kuambia ni kampo gani. Mimi nilikuwa vijana wa Tibza. Nilikuwa Daystar. Nimesoma hapo Tibza watu wangu. Big shout out manze kwa Mr. Sam manze. Huyo jamaa manze ni my G. Huyo jamaa anaishi maisha yake. Tukipata time tunaweza kumuinvite hapo guys. Mkite support guys tutawaletea huyo mwalimu. Huyo. After umeingia tips Sasa nimeingia tips hapo. Ukapata wasichana. Journalism. Of course mtambua tu wasichana wako. Of course wako. Mimi siwezi wanafanya. Ni wengi. Watu wangu. Ni warembo. Ni wewe usipojichunga mafuru. Mama yangu na mzazi. Ukikuja kuelewa watu wangu, wasichana of course ni wengi. So kama unataka tujue kwenyu, wewe wapende tu. Ukitaka tujue kwenyu, basi ujichunga. Tutajua kwenu. Tutajua tu kwenyu. Si eti. So kampo pale mtu wangu, hata mimi nime experience hiyo nasema mtu wangu huwezi survive. Yaani hata una 5 bob, unakosa hadi 5 bob bro. Nakwambia kobole. Ndio unajiona freezer inaweza fanya? Mtu wangu. Unakosa hii kobole. Sasa hii naiko tu juu ya meza. Ukua tajiri. So nikapiga pale life yangu yenyewe haijakuwa easy. Lakini pia nitasema nikushukuru tu pia wazazi mtu wangu. Kama uko na mzazi manze shukuru na kama pia huna manze mali huko. Unajua tunasemanga God manze uko alive. Mimi nasemanga yote manze. After God I think I have to appreciate just my parents because sijaikuwa I think na was supportive kama hao. Hata kama una mzazi supportive, mambo ni moto, mambo ni ukilewa usicharge. Nasema hata kama una mzazi supportive, at least haku nini sawa unaweza kuwa alipass ama
where anything may happen, But thank God hakukutupa kuwa mtoi. Because Hata kama alikutupa ama kukuabort, hata kama uliteseka kuwa mtoi, at least shukuru Mungu tu saa hii unaweza jitafutia hata hiyo 5 bob. So after kampo mimi hiyo nyana nakwambia ujamaa manze kujuana na watu. Connections hiyo tunaamini by the Kenya man. Connection manze bila connection guys. Manze hautatuboa. Lakini kuna wale wanasemanga wanakwanga na laka. Unajua ukiwa shule ukiwa maybe una perform maybe wasichana na kupenda kuna tu pesa unaonanga wewe ni kijana uko lucky sana uko lucky. You're not lucky. Acha utoke hapa nje bro. Ukitoka hapa nje utajua mtu wangu. Hizo vitu zote ni mambo tu ya dunia. So tumetoka hivyo sasa ndo hawa sisi. How is life after campus? Inakupeleka aje? Mimi nitasema at least fair kidogo. It is fair. Fair. Mimi nitasema kwangu ni fair, not bad juu sasa si mbaya vile. Yangu nitasema ni fair. Fair and not good juu sasa nataka kuelekea kwa good to achieve good. Sasa ina nasema ni fair juu kama ni kukula sikosi chakula. Yangu mimi mwenyewe natafuta, sikosi food, my needs sikosi. So mimi nitaambia guys manze jitume kwa life jitume life after campus si rahisi wadau si rahisi kupata hiyo kazi guys ni kubaya. Mimi nawaombea usome yangu hiyo ndo jani yangu hadi mahali nimefika. So mimi na thank to God manze na maombea wazazi na pia wale ambao watakuwa wanatuwatch manze tutawashukuru guys manze kwa na ni kuwafunza tu by ni lessons tuko tu hapa tu kwa sababu ya hiyo. So that was my life. Wananiita pale mtu wangu Nesta the planner himself mtu wangu na bado ndo tunaanza ndio mwanzo mkubwa wale kama ndio tunaingia sasa the guys looking like on a TV ndio tunaingia sasa. So after hapo so hata tusikie life ya captain hapa hiyo nasijui sana ni msanii unaona ndiye amedunga ni glasses yangu sijui mchukue serviettes kijana yake anakula vizuri amevaa miwani unasema jamaa unajua people bonia peane mungu mnashtuka stories za cha baba cha mami pipi tu hata tusikie captain guys but then is they go mbaya hivyo unajua nimelelewa kwa kanisa bwana kwa Catholic bwana I was born in Catholic Majara pia nimelelewa Catholic by the way. Nilikuwa mtumishi one of the watumishi. My father was archbishop. Wanasema wale watumishi wa kanisa waliendanga wapi? Unajua ndio sisi hawa. Nilikuwa boy. Sasa yangu sijui nianzie wapi? Nianzie wapi? Katikati. Okay, acha tu tuanze primary. Nakuzaliwa mimi I think nilienda tu nursery class 1 nikasoma mara 3. Class 1 mara 3. Yaani mzee. 1. Hiyo ulikuwa mjinga tu hivyo. Si mjinga. Ile unaona ujinga nao nilikuwa nayo. Lakini sasa unaona ukizaliwa kuna ile unapelekangwa shule ukiwa katoto. Vitu zingine hata unaenda Yesu unapita lakini wanaona sasa mzazi anaona sasa haka kanaenda mbele kufanya. Mpaka nikandoa. Nikasoma na sasa ni shule different. Class 1 nikaingia shule fulani hapo primary. Nikatoka. Nikapelekwa class 1 nyingine nikatoka sasa nikapelekwa Kandami sasa nafanya nicheke ameamua kuvaa madiganga mtu anakaa bro ya champes sio kama unajua champe unajua kijana champe present nimesamanga mboka doba na ulize mzai by the unaweza kuwa ni ndugu yako mdogo unaacha unataka hiyo mali tupeane na hiyo mali nataka kuinherit mali yangu captain tupatie. Sasa mimi primary by the nimesoma shule 4 na class 1 nimesoma unaona hiyo primary hiyo class 1 2 3 nimesoma shule 3 yenye ulikuwa mbaya shule 3 ni ujinga na upumbavu hali ya juu. Yaani mtoto mdogo mjinga mpumbavu mwenye uchokozi mingi. Hivyo nilikuwa napigwa vita ya primary ilikuwa tamu lakini msiulize mbona sinoni saa hii niko finyo nilikuwa uchokozi nayo. Sasa mimi after hapo primary mimi hata nataka ni make too short. Primary sasa nifanye too short kama hiyo. Sasa after nimeingia sasa class 4 niliingia shule fulani hapo kuingia 5 ikakuwa sasa ndugu yangu mkubwa hatuwezi enda ni kama tutafinyana hivi high school. Sasa nikaambiwa wewe rudi class 5 yeye amalize aendange wapi nikarudia class 5 tena. Hiyo ni yani
ukihesabu miaka 3 class 1 na mwaka moja class 5 tena. Sasa ningekuwa na uhuru huko juu. Sasa mimi nikaenda campus, kaenda high school. High school kama hujaipewa suspension hujaisoma. Hiyo ni nyingine, nimepewa mingi. Form 1 nikaingia vizuri, kelele ni mingi. Sasa kuna ile sasa ilikuwa form 1T. Unajua shule yetu ilikuwa na form 1T, H, C na R. Lakini mbona waanze hizo katikati? Sijui. Lakini yetu ama ilikuwa ya tuanze ABC. Unajua sasa nilipata ziko hivyo. Sasa mimi sijui. Kuna east, west, south. Sasa mimi nikaekwa T tukaekwa ya magaindi tupu. Kama sikuvuta bangi na pombe nilikuwa high school, sitawahi. Sitawahi. Sasa bro, kufika form 2, sasa unajua damu inachemkango kwa form 2. Damu huchemka. Damu huchemka kwa form 2. Yaani mimi unaona hiyo primary yote. I think primary yote nilishikwa na tumapenzi kidogo nilikuwa class 7 8, lakini hiyo si ile kushikwa kabisa. Sasa damu ilichemka vizuri nilikuwa form 2. Sasa si ni ile unajua ukifika high school kuna hizi zinaitangwa mafanki nini. Bro niliharibika. Sema masusi. Vijana wa YCS. Sema masusi. Na hapo wewe ni altar boy, hata nilikuwa chairman by the way. Lakini masusi hazihesabiki. Tuachane na hiyo. Mimi nikamaliza form 4 vizuri, nataka ku make short. Kamaliza form 4. Kufika home mzazi akaniambia mimi sikukupeleka shule niletee hii upuzi. Rudi shule. Nikarudi form 4 tena. Nikapita vizuri sana, flying colors ile tulikuwa tunaandika kwa composition. I passed with the flying colors. Nikaingia campus. Jana kajiunga na taasisi ya kibiashara. Daystar. Sasa mimi nilikuwa high school, napiga masuzi lakini napenda wanahabari. I'm a journalist by profession. Professional, yeah. Nimefanya kazi though mateso ni mingi. Sasa niko form 4 kukapitia was a person. Karudia form 4 nikaenda nikafanya chairman wa journalism club. I was doing amazing job. By the way kutoka nitoke hiyo shule wao wananipigia simu hadi naenda kuongelesha. Kaingia campus. Ngoja. Just imagine Bonini motivational speaker. Kama motivational speaker lakini walikuwa wanadanganya sana. Hata nimejaa. Sasa mimi nikaingia vizuri, nikaingia shule, sasa nikaingia katika taaluma ya wanahabari. Maisha ya campus ilikuwa tamba ile, nilikuwa naambiwa wasichana ni wengi unawapata. Venye umeambiwa ukifocus na wao, utaenda nyumbani ukua kwa ni casket. Jeneza. Ama ukitaka tu kujua kwenyu. Wewe kuja tu pambana na hali ya wasichana utapata na wale. Lakini ukijichunga bedheni muhimu, tumejichunga. Mambo imekuwa hivi na hivi na hivi hapo ndani. Sasa acha sasa tuende kwa the topic. Nataka tu kuicut short. Hapo sasa ndio kuna kizungumkuti. Kizungu what? Ndio maisha sasa. Kizungumkuti. Hapo ndio maisha sasa. Ndio kuingia katika ulimwengu wa campus. Kumaliza campus obviously unaanza kutafuta kazi hapa na hapa, pale na kule. Nikaitiwa kazi fulani Meru. Kwa journalist ama kuwa mwanahabari. Si rahisi. Nani hapo? Niona. Sijui mnipe sasa tusavi eti nishikilie. Kisema kukapitia za person. Nikaenda pale unaitiwa kazi, unaenda pale unajituma. Kutoka Monday to Friday 6 to 10 ukule kitu ndugu yangu. Unaulizwa mtu hata kama anaweza kutumia 5 bob, akikuwekea 10 bob, unaona ni kama amekuwa malaika. Moni alikuwa ananisifu. Sasa hiyo umempiga 13 bob yako sawa bro. Yaani unaomba mtu 10 bob, anakuwekea 13, sasa muite daddy. Nikubaya. Bro nimeenda kazi nimejituma vizuri. I was doing a great job by the way. Sasa sijui shinda ni yaani sijui ni unajua kuna ile appreciation yenyewe hata wewe mwenyewe. Sema una feel yenyewe uko na watu. Lakini maana unapata unaingia job 6. Unataka 10 hujakula kitu. Kwa nyumba hata hujui unaenda kukula nini. Rent yenyewe hujui utalipa aje. But God ni God.
maisha ikakuwa namna that. I think for around 4 to 5 to 6 months ukiteseka unaambia tu Mungu ipo siku. Siku fulani sasa, siku moja hapo kaongea na hii takataka. Yaani jamaa kitu anasema, yaani unajua bwana, wewe episode unafaa tu unaona ukiongea tu hivi. Unasema tu, ukitaja tu unasema Kevo. Unasema tu Mungu bariki wewe. Nilipigia Nesta the Planner. Nikamwambia bro, mari nimefika sasa. Maisha ni mbaya. Nataka tu ku make short juu sitaki kulia. Kuna vile naweza anza venye ilianza na lia hapa na mimi ni mwanaume bwana. Nikapigia Nesta nikamwambia bro, unajua aje? Venye nilikuwa nimefikiria, unajua sisi tunasemanga maisha ni kurisk. Nikasema bana, venye nilikuwa nimefikiria hata kama ni kurisk, imefika to an extent bana, hata kitu ya kukula peke yake bro. Hakuna bana. Lakini mbona ungewaambia ulikuwa umeona? Mimi sikuwa nimeoana. Hiyo na siwezi wadanganya, sikuwa nimeoa. Kama nilikuwa nimeoa labda nilikuwa nimemuoa. It's bad man. Story ni yako ama ni yangu? Ni yetu. Sasa nikapigia Nesta nikamwelezea kila kitu. Najua vya sikuwa na marafiki umetoana mbali. Huko naelezea ujamaa kusaidia. Ngoja nakuja kwa. Ngoja. Najua yeye anateseka town lakini anapata tembob ya kukula. Mimi nateseka na sipati. Nikampigia nikamwambia bro, najua aje? Bana niko bad. Please niko coming bad man. Naweza kufa anytime. Ndio na mali nilikuwa nimebakisha. Sorry. Naweza ende anytime. Tukaongea nikamwambia huko naona maisha inawapeleka vizuri sana. Yenyewe ni msanii. Boka ndoba. Yo. It's a man. It's a boy. Anyways, nikamwambia bro bana, mali nimefika. Acha nione venye nafanya. Kaniambia yenyewe kama unaona umefinyirika, wewe amua decision tu, risk venye ulirisk kitoko huku. Hata kama ni kutoka huko ama ukiamua kuendelea kurisk, it's well and good, your decision is yours. Kasema ni sawa, nikapigia presenter kama presenter. Yani presenter, yani nakwambia tu ukiongea tu unafaa tu. Nikapigia presenter kama presenter. Nikamwambia kaka, it's bad man. Ni kubaya. Mimi naisha bana. Kanuliza ni nini bro? Kama yeye ndo huruma yangu. Kevo. 1 2 ubarikiwe kinara. Siku zote. Yaani kwenye lunch yake sijoma nitaandika. Nikapigia Kevo nikamwambia bro, maisha huku si venye nilikuwa nimetarajia. Unajua sasa tulikuwa tuna risk at least mmoja akipata kazi, unaweza connect hao marafiki wako. By the way, connection ni mzuri, muhimu. Na kama uko na marafiki wanakujali mti yangu, usijaribu kukosana na wao. Ukijaribu mama yangu utalia. Nikapigia Kevo nikamwambia bro, ni hivi na hivi na hivi na hivi. Akaniuliza sasa unataka tusaidiane aje mkuu? Nikamwambia naweza rudi Nairobi anytime. Sasa hiyo niko Meru town. My response was, kaniambia wewe kuja. Tupuzi man. Wewe kuja tu ujinga huko, hao watu wanakuboga. Wewe kuja, hatutakosa kitu ya kufanya wantu, hata kama ni hii podcast tutaanza na tutakuchangia. They was like, at least I have one that guy mwenye akona, yani anaona yenyewe nafanya kazi mzuri na tunaweza saidiana mahali. Mimi hata sikuwa, imagine kama kuna kitu ilinifurahisha. Nilikuwa nisome news Monday, Tuesday, Wednesday. Monday sikuingia kazi. Wakanipigia simu sikuchukua. Tuesday sikuingia kazi. Wakaniuliza nini, nikamwambia sisikii poa. Hiyo time ni vitu nahamisha. Kapeleka kwa bro yangu, big up manzi, my brother Godfrey. Wherever you are, kama kuna mtu ameoniokoa hizo siku zote nimekuwa nikiteseka, ni huyo mkuu. Sitawahi msahau. Ukumbuke uite katoto kako hata Kevo. Naweza Kevo nasi. Labda nimuite Kevenji, lakini hata Kevenji anaweza pinja watu wenyewe. Lakini utajua wewe muita. Naweza muita presenter. Presenter naweza muita presenter peke yake. Sasa mimi nikarudi nikapigia presenter nikamwambia mimi bro ndio huyo, nafika this day. Imagine vile nilifika tu hivi. Hiyo weekend iko hapo. Unajua sasa tukua hapo campus. Kwa unajua vile ukifanya journalism unafaa kuwa all rounded boy. Kwa unafanya MC hapa na pale. Kazi ilikuwa fiti. Sasa nikamwambia bro, najua aje, nafika tuone vile tutafanya. Weekend ya kwanza kuingia
akanituma kazi, sema kufurahia mtu yangu. Yaani umefanya kazi for 6 to 5 ujipata dhao yako. Kuingia tu wenye umerudi tu hivi unapata dhao yako. Unasikia tu unasikia kama unasikia tu kama unaweza yaani unasikia ni kama unaweza piga nduru. Unaweza piga nduru moja safi. Unasikia kama unaweza ingia tu studio utoe. Bana utoe wimbo. Nyenye nikaona at least hata huku unakaa unapata hata kadhao kako. Maisha ikakuwa hivyo. Sasa Super MC tunazipiga kuzipiga. Though maisha bado naweza sema na survive. Though niliingia place fulani hapo at least hao wana appreciate. So maisha iko namna that. Lakini maisha ya campus yangu. Maisha ya campus unaona tunasema connections. Networking. Kuna kitu tulikuwa tunafunzwa na I don't think utakufa vibaya. Relationships za upuzi. Our next episode itakuwa about the relationship. Hiyo tutaongelea about the relationship na I think hiyo nyingine ndio tutakuwa tunaongelea yani. Hiyo ndio itakuwa next. So hivyo ndivyo maisha yangu imekuwa. Though maisha after campus si mzuri. Maisha ya campus unajua kidogo tu. Unaona nilikuwa huko nilikuwa nasikia tufununu fulani. Unajua ni ile watu wanaona unafanya kazi mzuri. Kuna yule mtu anakurecommend upewe kazi. Kuna mtu mwingine hapo. Sema hasa akasema hizo tu juzi. Atakajateseka bando. Sasa nashindwa Mungu wangu. Tunaenda wapi? But I thank them so much by the way walinisaidia kugain experience hata kama wengine nilienda. Kuna wenye napigia saluti manzee juu wamenisaidia wameniokolea time yote nimekuwa huko. Lakini maisha out of campus si mazuri sana. Unafaa kujituma muhimu. God bele. Wazazi wana support manzee. Wazazi wangu manzee. Big up man. Sijoma niingie studio nitoe tu wimbo. Hiyo na kuna ile ngoma inaimba sijui mushali nero memoshali kaya koralime. Hiyo ngoma ipo siku tutaenda ipo siku. Unajua kitu watu hawajui still pushing ni maisha ya campus si mbaya because you get support from parents. Unapewa support na wazazi, unapewa support either na maanti kama uko nao, mabro kama uko nao wakubwa. Lakini sasa unaona ukitoka campus bro it's bad. Ni wewe unaona ile unaambianga sijui asiyefunzwa na mama ufunzwa na ulimwengu. Ulimwengu unanifunza anapoteleanga. Ndio maisha inakupiga huku nje unaona ni kama hata watu wako. Unaona tu ushifika mahali unasema ukaribu waambie tu dunia simama tu nishuke because sasa wewe tu simama nishuke because it's bad man. Mimi karibu nishuke kwa safari. So my G's wenye wanawatch episode 1 I remember that there's some kuwafunza companies ni companies ama wanaitanga peer pressure inaweza kufanya upote na inaweza kufanya bro ukikuja vika kuna burudani kuna quench. Kwanza acha ni burudani hiyo ni mbaya. Kuna quench ni mbaya. Kuna kalikuwa inaitwa ni kinda bag ama kalikuwa inaitwa sijui ni kind bag sijui kako. Kuna V-sport. Kuna nightfall. Ni mingi bro. Vika unasikia kama kubwa. Lakini ukikuja mseni ujichunge tu. Know your friends. Klabu si mbaya. Unaweza enda kunywa maji utoke. Usipate manzea umuru wako akona so unataka wewe jijue tu jitambue tu kwanza. Na by the way usikimbilie kuona kama una kitu ya kupea mtoto wa wenyewe. Out of what? Experience. Hiyo sasa ndio tunakuja episode 2 itakuwa mbaya. Itakuwa moto. Hiyo nayo tutafunguka. Client anafunguka. Tunafunguka. Hapa tulisema tunaongea vitu watu real talk wanashindwa kuongea. This is a real talk because sasa Kevali wajua virginity wapi? Lazima mjenili. Njia alijivunja kwa nasari. Mimi bado ni vajo sasa. Ng'ombe. You know. So I think tunaimalizia hapa. Tunaifinish tunaimaliza. Tunasema remember to subscribe, like pale YouTube, pale TikTok, tutaiweka pale Instagram, Facebook. Inaitwa The Real Talk Podcast.